Nimefika hapa Imenti siku ya leo. Nimekuwa hapa Meru siku 3. Mimi nataka nirudie tena kwa watu wa IGOJI, watu wa Imenti, watu wa Meru. Asanteni sana kwa kura zenu. Na tulikubaliana na nyinyi, si kweli, ya kwamba tukimalizana na uchaguzi tunaendelea na kazi. Andamano. Si ndio? Ndio mimi nimekuja hapa leo shughuli yenu ya maendeleo. Nimeanza kule Mitunguu. Mnajua pale Mitunguu tumejenga Technical Training College. Si ndio? Tuko na wanafunzi wetu huko karibu 4,000. Leo tumekuja pale kwa sababu tumeongeza mambo ya makompyuta na tumewaletea milioni 10 ingine ya kuongeza madarasa, ndio tupate watoto wengi zaidi wasome taaluma mbalimbali, ndio tuwapange na mambo ya ajira tukienda mbele. Tumeelewana jameni? Vile vile mimi nimekuja hapa kwa sababu ya mambo yenu ya maji. Hapa Mweru tuko na mpango ambayo tuliweka pale karibu milioni 150 tulete maji ya irrigation, ndio tuzalishe chakula, ndio tufukuze njaa katika taifa letu la Kenya. Mimi nataka niwaambie watu wa Meru, tuko na pesa ingine bilioni 2 ya mambo yenu ya maji ya irrigation. Na hizo projects zitaendelea, na tuko na phase 2 ambayo itatupatia pesa ingine ya kuhakikisha ya kwamba tunawashikilia wakulima wetu waweze kuzalisha chakula, kwa sababu nyinyi mnajua tumekubaliana lazima tufukuze njaa katika taifa letu la Kenya. Si ni kweli? Ndio sababu kazi yetu ya kwanza mwaka uliopita ni kupunguza ile gharama ya mbolea, ilikuwa imefika 7,000. Sasa tumepunguza imefika shilingi 2,500. Na hii maji tutawapatia. Nyinyi wakulima ni wakulima, watu wazalendo wa Kenya, mnatusaidia kuzalisha chakula. Kuna wengine badala ya kwenda kuzalisha chakula wanaweka sufuria kwa kichwa kumangamanga barabarani maandamano. Mimi nakuuliza wewe mtu ya IGOJI, hata uvae sufuria kwa kichwa bei ya unga itakuja chini? Si mpaka tuende shambani tuzalishe chakula ndio tufukuze njaa? Wale wa sufuria sijui wanafanya kazi gani. So mimi nataka niwaeleze hivi, sawa sawa. Kenya saa hizi kila mwaka tunatumia karibu bilioni 500 kuagiza chakula. Tunaagiza mahindi, tunaagiza ngano, tunaagiza mchele, tunaagiza sukari, tunaagiza edible oil, tunaagiza nini, 500 billion. Na ndio nimesema lazima tuwe na mpango kamili, tusaidie wakulima wetu, tuwapatie mbegu, tuwapatie mbolea, tuwaletee maji ya irrigation, tuweke pesa AFC mpate mikopo ya kuzalisha kilimo, ndio tupunguze mambo ya kuagiza chakula kutoka nje, tuzalishe chakula hapa Kenya. Nyinyi wakulima mko tayari, watu wa IGOJI? Mimi nauliza nyinyi, mnataka tuendelee tuagize chakula kutoka Ulaya? Si tuzalishe hapa Kenya? Si tuwasaidie wakulima wetu wazalishe chakula? Na hiyo pesa tunalipa huko nje, si tulipe wakulima wetu wa Kenya? That is what we are going to do. And that is why we have a plan on how to enhance food security. Na nimemwambia waziri wetu wa kilimo yuko hapa, Mheshimiwa Linturi. Nimemwambia kuanzia leo, kwa sababu leo ndio tunaanza kusambaza ile mbolea tumenunua kama serikali. Kuanzia leo nataka stores yote Kenya iwe na mbolea ambayo tumepunguza bei, ndio wakulima wetu watusaidie kuzalisha chakula, tuache kuagiza chakula kutoa nje, tupate chakula nyumbani na tufukuze njaa katika taifa letu la Kenya. Wakulima wa hapa IGOJI tutasaidiana jameni? Wakulima wa Meru tutasaidiana? Tutafanya hiyo kazi pamoja? Nyinyi tayari ni wakulima wa maana sana, wazalendo wa Kenya. Mimi nasema asante sana. Ya pili, vile nimekuja hii mambo yenu ya barabara, bado nilianza barabara ingine kule Timau. Minyi mnajua ya kwamba barabara nyingi zilikwama kwa sababu ya wale watu wa rege, walileta rege, barabara ikakwama. Si ndio? Madeni ikarundikana, dunia ikakwama. Mimi nataka niwaambie sasa tumeweka mpango kamili ya kulipa ile madeni, na tumeweka mpango kamili ya kuendesha maendeleo.
Ndio mimi nimekuja hapa, hii barabara yenu kutoka hapa IGOJI kwenda pale MERU kwenda mpaka Muoroga pale. Baadaye tunataka tusukume ifike Mara mpaka ifiungane na kule Mitunguu. Tunaelewana jameni? Huyu contractor sasa nimemwambia hatoki barabara hii mpaka hii barabara iishe. Tunaelewana? Tuko pamoja? Na kuna barabara zingine mimi nitarudia hapa kwa sababu barabara ni nyingi bado inataka kufanyiwa kazi. Mimi nimekuja kwanza hii ya kwanza, mimi nitarudi tena baada ya miezi mitatu nikuje niwaambie barabara gani tena tunaanzisha mpaka tuwe na barabara ya kutusaidia kupeleka mazao yetu sokoni, kufanya uchumi, kurahisisha usafiri, ndio Kenya iweze kwenda mbele. Watu wa IGOJI tunaelewana? IGOJI tunaelewana? Vile vile mimi nataka niwaambie ya kwamba vile tulikubaliana lazima tuzalishe ama lazima tuhakikishe kwamba watoto wetu wote wanasoma. Ndio sababu nimeleta pesa ya TTI. Ndio sababu tumeajiri walimu wengine 56,000 mwaka uliopita. Na mwaka huu tunaajiri walimu wengine tena 20,000. Tunataka kila mtoto wa Kenya apate masomo ndio tuweke usawa. Si ni kweli jameni? Na nimesema jana kuna walimu kule shuleni wengine wanasema ati watoto wa JSS walipe school fees. Mimi nataka nitangaze nikiwa hapa IGOJI. Serikali ya Kenya tumetoa bilioni 7.5 ya kusomesha watoto wetu wa JSS. Na hiyo pesa tumepeleka shuleni. Hakuna pesa inahitajika school fees shuleni ya watoto wa JSS. Tunaelewana? Sinasikia kuna watu wanaitisha nyinyi pesa kule shuleni. Atilete pesa ya school fees, atilete pesa ya desk, atisijui lete pesa ya nini. Huyo mtoto alikuwa standard 6 mwaka uliopita, si alikuwa na desk? Kwani ile desk ilihama ikaenda wapi? Na nimesema vile vile kama mzazi hana pesa ya kununua uniform hiyo ya JSS, ile uniform mtoto alikuwa anavaa last year akiwa primary, hiyo uniform inatosha, aende asome na hiyo uniform mpaka mzazi apate pesa ya kununua uniform ingine. Ama namna gani? Kwani uniform ndio inasoma ama ni mtoto anasoma? Na kama uniform ilikuwa inafaa last year, mbona uniform imekuwa haramu this year? Sijui kama tunaelewana jameni. So, sikizeni watu wa IGOJI na sikizeni watu wa Kenya. Kama kuna mtoto yeyote wa JSS ako nyumbani ati kwa sababu hana school fees, kesho asubuhi aende shuleni. Hakuna school fees inahitajika. Sisi tumetoa pesa ya kusomesha watoto wetu wote. Tumeelewana? Na sio pesa ya JSS peke yake. Januari hii tumetoa bilioni 60 pesa ya kusomesha primary, pesa ya kusomesha JSS, ya kusomesha secondary, ya TVET mpaka na university. Kwa sababu elimu ni ya muhimu kwa taifa letu la Kenya, na tunataka kila mtoto wa Kenya asinyimwe nafasi ya kusoma, kwa sababu education is the greatest equalizer. Ndio inafanya mtoto wa tajiri na maskini wawe sawa. Tumeelewana watu wa IGOJI? Tumeelewana? Vile vile mimi nimekuja hapa MERU kwa sababu ya ile kazi tulikubaliana na nyinyi. Tulikubaliana imefika wakati serikali iwe na mpango ya ajira ya hawa vijana. Tuko na vijana wengi. Ni kweli ama si kweli? Vijana wengi wamemaliza form 4. Vijana wengi wamemaliza college. Vijana wengi wamemaliza university. Wako na certificate, wako na madiploma, wako na madegree, lakini hawana kazi. Ni kweli si kweli? Si ni kweli? Ndio nilisema wakati huu serikali ya Kenya tutakuwa na mpango maalum, mpango makusudi ya kuhakikisha kwamba watoto wa Kenya wanapangiwa ajira. Mpango yetu ya kwanza ni mpango ya housing. Mimi nimekuja juzi, nimeanzisha program ya housing. Mimi naenda pale MERU town, tuko na program ya housing. Ingine tutalete hapa South Menti program ya housing. Kwa sababu tunataka kujenga nyumba 10,000 katika awamu ya kwanza hapa MERU County, na ninahitaji vijana 20,000 wa kufanya hiyo kazi. Vijana wa hapa IGOJI muko tayari? Mimi nataka niulize vijana wa IGOJI, muko tayari?
Muko tayari? Si tulikubaliana kazi ni kazi? Kwa hiyo program ya housing tunahitaji architect, quantity surveyor, engineer, plumber, mason, carpenter, steel fixer, hata mtu ya mkono. Nyinyi mnanielewa? Na tunahitaji vijana wengine wafanye kazi kwa kampuni ya simiti. Tunahitaji vijana wengine wafanye kazi kwa kampuni ya chuma. Tunahitaji wengine walete mawe huko Kware na Kokoto, ili tuhakikishe ya kwamba tunajenga haya manyumba, tunazalisha ajira, hawa vijana wanapata kazi, wanaweka pesa kwa mfuko, ndio Kenya iweze kwenda mbele. Mimi nataka niwaulize watu wa hapa Imenti na watu wa hapa IGOJI, tuendelee na hiyo program ya kupanga ajira ya hawa vijana? Tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Unajua hii Kenya kuna watu wako na kiburi sana na madharau. Ati wanasema ati ya kwamba hawa vijana ambao tumewazaa, tumewasomesha, wako na certificate, wako na diploma, ati waendelee kurandaranda huko madukani, waendelee kurandaranda huko mitaani kwa sababu hawana kazi. Mimi nataka niwaambie hivi, it is time as a nation that we have a conversation about unemployment in Kenya. And every leader, whether you are in the executive or in the legislature or in the judiciary, we must have a conversation about the existential threat of unemployment in Kenya. We have millions of young people out of school, out of college, out of our universities. They do not have jobs. They have no employment. And we have a deliberate plan this time round in housing, in digital jobs, in export of labor, to create jobs for our young people. And nobody will sabotage or derail the plan to make sure the children of every Kenyan have a job. You cannot do this merely because you have a job or your child have a job. You have power, you have connection, you can look for opportunities for your children. We must look for opportunities for the children of these ordinary Kenyans as well. Ama namna gani jameni? Sasa mimi nisipotetea hawa watoto wa hawa mahasla, wale wadosi wako huko wako na connection, watoto wao ndio watapata kazi. Na hawa watoto ya wengine nani atawapangia? Si lazima mimi nimpange? Si lazima serikali ipange? Ndio nimepanga hiyo program ya housing. Ya pili, tumepanga vile vile na tumebadilisha sheria, na mimi nataka wewe Mwiti, mjumbe wa hapa Igembe South. Si namna hiyo? Igembe ama ni Tigania ama ni wapi? Imenti. Mbunge wa South Imenti. Si namna hiyo? Huyu nimekubaliana na yeye. Tumebadilisha sheria. Mimi nimeweka hii sheria mpya ya CDF ambayo itamwezesha huyu mjumbe wenu ajenge ICT hub 5 hapa South Imenti. Na kwa hiyo ICT hub kwa kila ward tunataka vijana 6 wards. Kila ward itakuwa na ICT hub. Tunahitaji vijana 300, 400 kwa kila ward. Tuwapangie mambo ya makompyuta. Mimi nitalete kompyuta, huyu atajenga ICT hub. Tutalete internet hapo. Tayari nimeongea na Wamarekani, nimeongea na Wafaransa, nimeongea na Wajerumani ya kwamba watatupatia ajira ya vijana on the digital platform. Ndio vijana wa Kenya wafanye kazi from home, wakifanya kazi kampuni za Marekani, za Ulaya, za Ujerumani, za Ufaransa, lakini wanalipwa madola wakiwa hapa nyumbani. Nyinyi mnanielewa? Wewe bwana Mwiti, 6 months ICT hub iwe tayari. Amesema atapunguza hata, anasema 5 months inatosha. Si ndio? Tuwe na ICT hubs hapa. Nataka nipange hawa vijana waende huko. Mimi tayari nimepanga walimu watawafundisha. Ndio tupange ajira ya Wakenya, tupange ajira ya vijana wa Kenya. Na ndio mimi ninasema hatuwezi kuendelea kama nchi ati tunasomesha watoto wetu, tunatumia bilioni 650 kila mwaka, lakini hawa watoto wakitoka shuleni ati hatuna mpango vile watafanya kazi. Sio, ni bure kabisa. Yeah, we have to have a plan. Ama namna gani? Kwa muda mrefu we have never had a plan. This time round we have a plan on how these young people out of school, out of college can go and have an opportunity to work, have an income and participate in the transformation of our country. Vijana nyinyi mko tayari? Sasa wewe, wacha nikuulize wewe mtu ya IGOJI. Sasa tumejenga ICT hub. Nimelete internet.
nimelete kompyuta, nimelete mwalimu ya kufundisha. Kazi yako ni kwenda pale ufinye kompyuta, upate madola, uweke kwa mfuko. Hiyo kazi itakushinda? Si kukushinda hata wewe basi huko na maneno. Ama namna gani? Mtashindwa kufinya kompyuta nyinyi? Muko tayari? Nipange hiyo kazi ama tukae namna gani? Tupange. Na huyu mjumbe wenu na wajumbe wote wa Kenya wako na hiyo mpango. Vile vile tumekubaliana ya kwamba tutaongeza wale vijana tunawasomesha kwa mativet, wale tunawasomesha kwa university, wale watapata kazi Kenya wafanye kazi. Wale hawatapata kazi Kenya pia tumepanga vile watapata kazi katika nchi zingine duniani, kwa sababu Wakenya wanajulikana kama wafanyikazi hodari sana, and we must take advantage of our human capital to export our labor so that we can use it to grow our economy. Intention yetu ni kwamba kwa sasa tunapata dola bilioni 4. Mimi nataka iongezeke kutoka dola bilioni 4 mpaka dola bilioni 10 kila mwaka ambayo tunapata kutoka wafanyikazi wa Kenya wanaofanya kazi katika nchi za nje. Tuko pamoja watu wa IGOJI? Tumeelewana? Tupange hiyo kazi namna hiyo? Ama mnataka tupange ati? Nimeuliza wengine hawa wanapinga hii maneno. Nikawauliza nyinyi mnapinga ati amutaki tufanye housing, amutaki tufanye digital jobs, amutaki tu export vijana waende wafanye kazi nchi za nje. Nyinyi mko na mpango gani? Ati wananiambia ati wako na mpango ya maandamano. Sasa maandamano ni kazi mtu anaweza kufanya? Sio? Ni ujinga mingi sana. Ama namna gani jameni? So nipange hii kazi ya hawa vijana ama wale wapange maandamano? Tupange kazi ya hawa vijana. Wale wanasema tupange kazi ya vijana, nione kwa hii mkutano kabisa. So tupangane namna hiyo. Mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nimefurahi sana kufika hapa. Na mimi nataka niwaeleze. Nyinyi naona mnasema hii college yenu ya IGOJI mnataka ipangwe vizuri. Ndio? Na nimesoma hiyo mabango yenu yote, hiyo kazi mnataka hapo ni kazi mzuri. Kila kazi ya kuinua kwenda juu mimi niko hapo. Kwa sababu tulikubaliana bottom up. Ama tulikubaliana namna gani? Si ndio? Situpange. Ati? Oh, naambiwa ya kwamba mko na TVET hapa. Inaitwa nini? Mnataka TVET hapa IGOJI? Ile ya Mitunguu iko mbali. Allah. Na nyinyi mnajua kujipanga kweli. Haya, nimesikia mambo ya TVET ijengwe hapa. Wewe mheshimiwa utaandamana na mimi. Sasa uongeze kwa ile listi yako unasumuanga mimi naye. Huyu mjumbe wenu ni mtu sijui hata amenihangaisha. Mara nikikaa kidogo SMS, nikikaa kidogo WhatsApp, nikikaa kidogo simu, nikikaa kidogo nasikia kwa gate. Anakuja anasema ati mambo ya South Menti. Nyinyi ndio mmemtuma ama ninasumbua bure? Nyinyi ndio mlimtuma? Lakini mlimwambia akuja asumbue mimi? Mpaka mupate ile haki yenu aendelee. Mheshimiwa, sasa unajua sasa hata ndio niliona nikuje hapa mambo hii ya barabara, at least nipate usingizi siku moja. Sasa leo mheshimiwa, please unipatie time kidogo, hata wiki moja hivi, wacha na simu, wacha SMS kidogo. Ama namna gani jameni? Tuko pamoja? Watu wa IGOJI tumeelewana? Tunasonga mbele pamoja? Mimi nataka tushirikiane, tufanye kazi kwa pamoja. Wacha nichukue nafasi hii. Si mnajua mimi niko na msaidizi wangu ananisaidia hii kazi.